the biggest challenge to service delivery is corruption. Na unajua corruption kwa watu wengi wanafikiria ni ile sisi investigate mtu ameiba billions of money, there is sijui nini. Corruption tu ni tumeweka roadblocks kutoka Namanga mpaka Athi River, and in all those roadblocks bangi inapita, adulterated alcohol inapita, ile chako limechomwa inapita. So watu wanajiuliza, hii bangi inapita, hii adulterated alcohol inapita, hii mambo ya chako inapita, kwa nini? Why do we have all these roadblocks? Haya, tuko na traffic police, na mtu akiweko kwa traffic hataki kuwa transferred, anataka tukubaki pale kwa traffic. Many of the complaints IG anapata ni kusema na these MPs, kuna mtu yangu anaomba, alikuwa traffic pale Bisil, ametolewa kwa roadblock, anataka tukurudi roadblock. Hata upewe promotion, anasema sitaki promotion, narudi kwa barabara. Sio tumeulizana, hii mtu hataki kutoka barabara, ni nini iko hii barabara? Kumbe anangojea bodaboda, ako kwa payroll. Bodaboda akimaliza siku, hata kama ametengeneza 500 shillings, lazima alipe yeye 300. So watu kwa local hapo wanasikia mbaya, wanasema serikali ni mbaya, imeibia watu, it's very corrupt government. Chief kabla hajasainia mtu hata kitu, hata recommendation letter tu ya kusema mtu anatoka hapo, hata ya kitu ya succession, anasema lete ya kalamu, hii shamba ni kubwa sana, lete kitu ya kalamu. So you see, sasa wananchi wanasema hii serikali ya Ruto ni mbaya sana. Unauliza ni mbaya kwa nini? Corruption iko juu. Machiefs wanabeba pesa, sijui polisi wanachukua ongo, lakini Ruto wako huko Nairobi hata ajui pesa imechukuliwa hapa. Lakini raia anaona hakuna kona ingine, ni ballot paper tu ndio inaweza kutana na huyu mtu. So we need, if we are going to change our country, ni sisi wenye tuko hapa. Na unajua we are advantage because we are cross cutting. Sisi ndio tunafanya enforcement. So when other ministries, if you are clean as a DCI officer hapa, then you can arrest wale watu wa lands wanafanya fraud, because you have the power to arrest them. If you are clean as a police officer here, unaweza mwaga changa yenye inapikwa kwa sababu wewe uchukui pesa kwa mama bima. So this is something that we must deal with. And I have reports. There are some people hata pengine wako hapa, wako kwa report ya security. Nasemekana hapa mashuru hapa na hii border ya kwenda Tanzania, wewe ndio una facilitate bangi. Wewe una facilitate illegal immigrants, trafficking your persons. So we have said, if we find you doing these things, we will not transfer you. The IG will fire you as you go through processes yenye inafanyika huko. If you are a chief or assistant chief, unaama ukiendanga, alafu uende ufanye kesi yako usonge. In any case, watu wengine wengi wataandikwa kazi hapa. So if we don't clean our ministry, we will continue being ranked the most corrupt ministry, kwa sababu ya ile mambo tunafanya kwa ground hapa. Please, let each one of us go and take our job seriously. And let me say this. Hakuna crime inafanyika. Let me put it even more graphically. Hakuna pombe haramu inauzwa kwa any place in Kenya kama OCS hajashikana na chief kuhakikisha hiyo pombe inauzwa kwa hiyo area. Hakuna? Kwani inauzwa kwa mass? Kwani chief, kuna chief ajui nini inaendelea kwa location yake? Kama chief ajui, huyo mtu hafai kuwa chief. Na chiefs mnajua kila kitu, msidanganye. Mnajua kila kitu. Ukiuliza chief saizi nani alilala wapi, wanajua nani alilala wapi na alitoka saa ngapi kwa ile village, kwa ile location yake. Hiyo ni ukweli. Hata chief ukiuliza hii mtoto ya nani, anasema mtoto ni ya nani, lakini nani anafikiria ni yake. Ni chiefs ndio wanajua. Kama nyinyi mnajua hiyo mambo yote inakuja kuwa bangi na pombe, si mnajua penye nani anaendelesha hiyo maneno? Let us go back to our locations
and let us help our people. The advantage ya kuwa chief mwenye anatoka mahali fulani umezaliwa hapo is that those are your people, and that is where you will retire. You need to be patriotic enough to serve your people well. And that's why watu wengi wamesema hapa, we want chiefs wakuwe objective. Na hiring ya chiefs ikuwe objective. Shida yenye tuko nayo siku hizi, mheshimiwa anakuja, anajua ako na elections. Anajua akishachukua chief, hiyo location kura imeshakuja. Because chief atampangia. So mheshimiwa anakufa akiomba chief mwenye atapewa anakuja kutusumbua huko Nairobi. Mimi nataka ACC, DC, County Commissioner. Kazi yenu ya kureongomea nani ndio chief mzuri, usijali. Wewe hata kama ni number 3, ukora imefanywa ikawekwa imefika number 3. Wewe niambie tu mheshimiwa anataka number 1, lakini number 3 ndio atasaidia wananchi. Tutajua vile tutafanya hiyo ukarabati ikuje huyo number 3. Si all the 3 have qualified. Lakini tukifanyia siasa mambo ya chiefs na assistant chiefs, nchi itakuja kupotea. What will happen kama mbunge ameshindwa? Akishindwa kwa hiyo elections, what will happen? Let's get the chiefs objectively. Na waziri akitoka, kama waziri atakuwa kupick chiefs kwa Kenya, na wakati atatoka, what will happen to those chiefs? Loyalty should not be on individual. Afadhali hata wale wazee walisema hapa, consult na sisi na consult na wananchi, tuchukue chiefs ambao itasaidia wananchi wafanye kazi yenye wananchi wanataka. Tusitumie waziri mwenye ako ofisi siku hiyo, ama tutumie PS mwenye ako siku hiyo, ama tutumie mbunge mwenye ako siku hiyo. Let us be objective in getting the right chiefs. Na hiyo umesikia county commissioner plus the deputy county commissioners, let's recommend people for posterity. Wewe huwezi kuwa deputy county commissioner forever hapo. To recommend watu wenye watasaidia wananchi wafurahi, ndio wananchi pia watajivunia kwamba wamepiga kura kwa wananchi. Najua mpigi hiyo makofi, hata kama najua most of the senior chiefs hapa walikuja vizuri. Ama mlikuja na wanasiasa? Lakini haijalishi. Hata kama ulipitia mlango ya mbele ama nyuma ama dirisha, wewe ni chief sasa. Fuata maneno yenye niangana mambo ya chief. Ile maneno nilisema hapo awali ya kutumikia watu. Unaweza ingia hata mbunge akusaidia, lakini umwambie sasa serikali inataka tuende namna hii, lazima tuende kwa njia hiyo. Na sijasema ati wabunge are not objective. 80% are objective, 20% wanachunga kura. So lazima tu balance hiyo 20%. Yes, hata mimi nilikuwa senator. Nikiambiwa tafuta mtu anaino hiyo kona nimezama, nitatafuta mtu mzuri alafu niambie si nimekusaidia unisaidie sasa, nimemaliza yako maliza yangu. So it is important to know that politics, there is nothing called objectivity kwa politics. Politics is about interest and partial interest, and we must be able to protect our own people. Now, kuna maneno mengi mmesema hapa yenye mnataka nijibu. Nitajibu tu kidogo in summary.